Tuko tayari kwa safari. Tuko tayari mpaka Kreta. Unapotaka kufanya utalii, anza kwa kujua sehemu unayotaka kwenda kutalii. Itakusaidia kujipanga kwenye gharama za kiingilio, usafiri, chakula na malazi. Wakati mzuri wa kutalii ni wakati wa likizo, mwisho wa wiki na msimu wa sikukuu, pamoja na wakati wa makongamano, mikutano na semina. Baada ya shughuli hizi, mnaweza kupanga kwenda kujivinjari kwenye kivutio chochote kilichopo karibu nanyi. Ngorongoro, one road, one trip. Hifadhi ya Ngorongoro ipo takriban kilomita 190 kutoka jiji la Arusha. Umbali huu unaweza kufanya utalii wa siku, day trip, kwenda kutalii kwenye bonde la Ngorongoro na kurudi kulala jijini Arusha. Unapofika kwenye lango kuu la Lodware, kabla ya kuruhusiwa kuingia hifadhini, ukaguzi wa magari kwa kuzingatia uzito, malipo pamoja na idadi ya watalii hufanyika. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro lipo kwenye mwinuko wa mita 2286 kutoka usawa wa bahari katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha. Eneo hili lina ukubwa wa kilomita za mraba 8292. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro lipo kwenye ukingo wa magharibi wa bonde la Ufa. Utalii wa ndani mzuri sana. Tuna washiriki karibu 600. Tumefika huku Ngorongoro Kreta. Maumbile ya kipekee ya hifadhi ya Ngorongoro yalitokana na mabonde na volkano. Ukubwa wa kreta ya Ngorongoro ni kilomita za mraba 260, ambazo ni sawa na 3% ya eneo lote la hifadhi ya Ngorongoro. Kreta ya Ngorongoro ni sehemu nzuri sana ya kuona wanyamapori kutokana na kuwepo kwa mkusanyiko mkubwa wa aina mbalimbali za wanyamapori kwa kipindi chote cha mwaka. Kunakadiriwa kwamba kuna takribani wanyama 25,000 ndani ya kreta hii. Wanyama wengi huishi sehemu ya wazi na hivyo ni rahisi kuwaona. Nyumbu ni wanyama jamii ya swala. Mnyama huyu yupo katika familia ya Bovidae. Katika kundi hili hujumuisha wanyama aina ya swala, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Nyumbu huishi kwenye makundi makubwa. Katika kundi moja ndani yake huwa na makundi madogo madogo ambayo kila kundi huwa chini ya uongozi wa nyumbu jike na hugawanya madaraka ya usimamizi hususani wakati wa kusafiri. Nyumbu wana uwezo wa kunusa harufu sana na kutambua anapotokea adui.
Nyumbu hawana uwezo wa kuona mbali zaidi kama walivyo swala wengine. Wanyama hawa ni muhimu sana kwa ekolojia ya mazingira. Wanyama walao nyama, mfano mzuri simba, ili waweze kuishi vizuri wanahitaji nyama, na mara nyingi huwala nyumbu kama kitoweo. Hivyo kila kiumbe kina nafasi yake kwa wengine katika mazingira kinapoishi kiumbe hicho. Simba ni miongoni mwa jamii ya paka wakubwa. Ni mnyama ambaye hupenda kuishi katika makundi. Wanaishi kifamilia kama ilivyo kwa binadamu. Familia ya simba huweza kuwa na simba takriban 20. Kwa kawaida simba hutumia zaidi ya saa 16 hadi saa 20 kwa ajili ya kula na kupumzika kila siku. Simba mara zote hupendelea kukaa sehemu ambazo kuna miamba mizuri pamoja na nyasi kavu ambazo zinafanana na rangi yake. Watu wameenjoy, wameona uumbaji wa Mungu. Tumepiga utalii wa ndani wa kisasa kabisa ambao nina uhakika wengi wataenda kujifunza. Mimi nimefika hapa na wenzangu wanashangaa kumuona simba mita 3 alafu akimbii. Kwa Kiingereza wanasema very amazing. Na simba wako watatu, dume na majike mawili, hawakimbii pamoja na magari yote 70. Utalii wa ndani inawezekana. Wakulima, wafanya biashara, wafanya kazi kutoka taasisi nyingine waje Ngorongoro waone maajabu ya Mungu, waende sehemu zingine. Tuinue uchumi wetu kwa kupenda vya kwetu, kwa kufanya utalii wa ndani. Tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, alijitolea kuutangaza, sisi tumemwelewa na tumefanya kwa vitendo.